Kila siku watu wanaanzisha biashara mpya wakiamini kuwa maisha yao yatabadilika, lakini wengi wao hawatofika hata mwaka mmoja. Biashara 8 kati ya 10 zitakuwa zimekufa kabla ya mwaka hujaisha. Na sehemu ya kuogopesha zaidi, wengi hawatojua kwa nini biashara zinaanguka. Na hawa sio watu wavivu, waliamka mapema, walikesha wakifanya kazi, waliweka akiba yao yote. Wengine walikopa, lakini bado biashara ikaanguka. Hili haliumizi mfuko tu, linaumiza na hapa. Leo nitakwambia ukweli ambao watu wengi huchelewa kuelewa. Kwa nini biashara nyingi zinaanguka mwaka wa kwanza, na muhimu zaidi, jinsi ya kuhakikisha na yako haijiungi kwenye hiyo listi. Kaa nami dakika 3 zinaweza kubadilisha kabisa maisha yako yajayo ya kibiashara. Sababu ya kwanza, watu wengi hawaelewi wanauza nini kweli. Wengine wanasema tunauza kahawa, tunauza vipodozi, tunauza nguo, lakini mteja hanunui bidhaa tu, ananunua hisia, ananunua umakini, ananunua ujasiri pamoja na tumaini. Wateja wanunui kahawa kwa sababu wanataka kahawa, ila wananunua kwa namna inavyowafanya wajisikie. Sababu ya pili, walianza kutumia pesa kabla biashara haijaanza kuzalisha. Walinunua vifaa vikubwa, ofisi nzuri, brandi zenye gharama, lakini wateja hawakuja kwa spidi ambayo walikuwa wanaitarajia. Pesa ikaisha, presha ikaingia, na biashara ikaanza kufa kimya kimya. Hata nikupe mfano wa Mama Zaituni. Mama Zaituni alianza biashara ya kufua nguo. Wateja wake 3 wa mwanzo walikuwa majirani zake. Alikuwa na mashine moja tu, lakini alitumia wateja aliyowapata ili aweze kupata wateja wengine zaidi. Biashara ikakua. Hakutaka kuonekana mkubwa, hakukopa wala kufeki lifestyle yake. Baada ya mwaka mmoja, mashine zikawa 3, wafanyakazi 2. Tofauti yake ilikuwa ni moja tu, alichukua hatua sahihi kwa wakati sahihi. Tunaona Mama Zaituni amefanya vitu 6 tofauti. Kitu cha kwanza, alijua kwa sahihi nani anamsaidia. Kitu cha pili, alifanya huduma yake iweze kukumbukwa. Kitu cha 3, alijenga uhusiano na hisia bora kwa wateja wake. Kitu cha 4, hakudharau wateja wake wa zamani, bali aliwathamini kwa sababu ndio ambao walikuwa wamemletea wateja kila siku. Kitu cha 5, alihesabu pesa zake kila siku. Na kitu cha mwisho cha 6, hakusubiri kuwa mkubwa ili aweze kuwa makini. Alianza mdogo, lakini alianza vizuri. Na huu ndio ukweli ambao watu wengi hawapendi kusikia. Wanaanzisha biashara kwa ndoto, lakini wanaendesha kwa hisia. Wakiogopa kupoteza wateja, wanashusha bei. Wakiogopa kuonekana wadogo, wanaenda kukopa ili waonekane wakubwa. Wakiogopa uhalisia, wanaacha kufanya hesabu. Lakini biashara iendeshwe kwa hisia. Biashara inaendeshwa kwa mwelekeo thabiti. Ukitaka biashara yako idumu, fanya mambo haya 3. Jua kwa sahihi nani unaenda kumsaidia. Hesabu pesa zako kila siku. Usikimbilie kuonekana mkubwa. Ukuaji wa polepole mara nyingi ndio ukuaji wa kweli. Kabla hujaondoka kwenye video hii, jiulize swali moja. Kwenye biashara yako ni tatizo gani halisi unatatua? Ukiweza kulijibu vizuri, basi una nafasi nzuri ya kuishi zaidi ya mwaka wa kwanza. Mimi ni Isa Mtwanga na hii ni Shule ya Biashara. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe.